Mtoto alibatizwa pale kwa maji. Kabla baada ya ubatizo alikuja kama akona maji analia, ananiambia, "Pastor, ombea mama yangu. Mama yangu ni mgonjwa." Akalia akasema, "Pastor, tafadhali muombee mama yangu." Na sasa amekuja akasema, "Pastor, usisahau kuombea mama yangu na magoti." Huyu mtoto ameinsist. Ni wangapi ambao wanaombea mama yake? Pastor kuja ombea mtoto. Si insisted ya kwamba tuombee mama yake, ni mgonjwa sana. Basi tuombe. Jehova Mungu mfalume, Bwana wa mabwana, Mungu wa miujiza, Mungu ambaye unatenda na kusikia. Mtoto huyu amekuwa sawa na yule msichana katika nyumba ambayo Naamani alienda akasaidiwa uponyaji. Amekuja huyu mtoto akiwa na imani kubwa, Jehova, kwa ajili ya mama yake ambaye ni mgonjwa. Ninakuomba Mungu wangu, utazame imani ya mtoto huyu. Tazama uchungu wa mtoto huyu. Tazama desires za huyu mtoto. Tazama moyo wa huyu mtoto. Ninaomba nguvu ya uponyaji imfikie mama yake mahali amelala. Nguvu inayoponya, nguvu ya jina la Yesu ifike kwenye kile kitanda. Wewe mama, na kuita sasa, simama kwa miguu yako. Umepona katika jina la Yesu. Umepona. Jumamosi ijayo, mama, njoo utoe testimony kupitia hili. Ninaamini Yesu umefanya. Ninaamini mama yule hata kufa bali ataishi. Yule mama amepona. 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 Asante Yesu kwa uponyaji mkubwa. Ndivyo tunaomba na kuamini kupitia kwa jina la Yesu Kristo, Bwana na ndiye mkombozi wetu. Amen. Wapenzi wa Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nami pia ninamshukuru Mungu sana. Maombi yangu Mungu amejibu. Nilikuwa nasema msiponialika nitajialika. Hatimaye pastor ametangaza. Jamani, Bwana asifiwe. Tutakuwa hapa na Pastor David Mbaga. Pastor Mbaga ni pastor ambaye Mungu anamtumia sana. Wengi mnamtazama kwenye YouTube. Ana nguvu ya Mungu ya ajabu sana. Na sasa hivi anaendesha mkutano kule kwetu Tanzania ambao ni kwa njia ya satellite. Kwa hiyo wanamtazama nchi yote ya Tanzania. Tutakuja naye hapa Kisii Central. Mbaga akitoka nitakuja tena na mwingine. Huyo mwingine tena nitakuja na mwingine. Jamani, Bwana asifiwe. Mimi lazima nije nao. Nikiwamaliza wote na kuwa mchungaji wenu. Wakinihamisha hapa naacha uchungaji. Tunamshukuru Mungu sana. Kwa kweli mimi na wenzangu tutamisi KCC. Yaani tutaimisi. Hata hapo Msumari alikuwa ananichomekea maneno hapo. Ananiambia magoti. Haiwezekani tukaextend. Tutamisi KCC. Mungu awabariki sana. Ila mimi nitakuja. Mimi nitakuja. Hata Gechiko atakuja. Hata Msumari tutakuwa tunakuja.
tutakuwa tunakuja. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Hata Veronica ameenjoy. Leo nimeangalia sahani yake, amekula sahani yote. Hata akawa ananiambia, hiki chakula kitamu. Nikaambia ongeza. Tunashukuru sana. Mungu awabariki sana. Sasa mimi nataka niwafanyie maombi. Lakini kabla sijafanya maombi, kuna watu wana testimonies. Yeyote ambaye ako na testimony, nikualike ukuje hapa mbele. Ile kitu Mungu amekufanyia, tembea ukuje hapa mbele. Yeyote yule ambaye ana testimony. Njiani uniongoza, kiongozi raha kuandama duniani daima, nijapo sumbuka sana, yeye hutenda vyema. Nijapo sumbuka sana, yeye hutenda mema. Ninatamani nimuone msichana yule, sijui kama bado yuko au ameshaenda. Yule ambaye alikuwa na uvimbe kwenye shingo, aliyetupea testimony nikiwa na Elida Peter Mose. Sijui kama bado yuko. Ndio huyo. Nilitamani watu wasikie testimony yako. Kuna yule ambaye alitaka kuniwekea dawa hapa, naye alisema anataka atoe testimony. Alikuwa amekuja kuniwekea sumu, lakini anaweza asije. Anyway, nimetumia lugha ambayo sio nzuri. Watu wanaweza wakaogopa kumsalimia. Basi imeisha hiyo. Japokuwa alitamani aseme, basi tuache, watu wanaweza wakakushangaa. Basi tunamshukuru Mungu sana. Sasa niwaombe, testimony ni yale ambayo Mungu amefanya, sio history. History imeshakuwa past. Tunaongea ile kitu ambayo Mungu amefanya. Unaweza tu kutumia hata dakika moja ili watu wasichelewe kwenda nyumbani. Karibuni kwa testimony. Tumia hii ya kwangu. Asante sana Pastor Magoti. Mimi naitwa Fred Menge. Nimesimama kutoa testimony ya kwamba Mungu alinisaidia wakati COVID ya pili ilikuwa imechacha kweli kweli. Nilikuwa admitted hapa, kwa wale walikuwa wamekuja kuniona. Pastor Morara alinifanyia maombi na I was on oxygen for 1 week, na niliona watu wakifa wakiwa karibu na mimi. Kwa hivyo nashukuru kwamba Mungu alinitema, kwa sababu niliona pastor watu jinsi wanavyoelekezwa mocheri. Nasikia dakika moja nasikia kilio, dakika moja nasikia kilio. Kwa hivyo nashukuru ya kwamba Mungu alinitoa kwa jaws za ile corona ya pili, ilikuwa kali sana. Nashukuru Mungu, asante. Amen. Jamani, mnasemaje? Mimi namrudishia Mungu shukrani kwa mtoto Lavenda Nyaboke ambaye alikuwa amepata ajali mbaya mwezi wa pili. Mamake na ndugu yake walifariki, lakini kupitia maombi ya vikundi vingi ambao tulikuwa tumeinvolve kanisani, msichana huyo saizi anaanza kutembea. Sifa kwa Jehova. Amen. Jamani, mnasemaje? Nami namshukuru Mungu. Mama yangu amekuwa mgonjwa karibu wiki 2. Hii wiki ya 3 tukianza makambi
ndio siku ya kwanza Monday. Tukawa tumeandika request kuja mbele. Alikuwa ajala chakula kabisa. Nilipoandika request, maombi yakafanywa na pasta wetu. Mungu akatimiza. Hivi sasa yuala chakula na ako vyema. Amen. Testimony ya pili ilikuwa Tuesday. Ikawa ni kupitia ndoto. Mtoto wangu alikuwa ameanza kuwa na kikohozi kuanzia saa 9 na mimi sikuwa nasikia. Tulipokuja maombi ndio mchungaji akataja hilo jambo. Niliporudi nyumbani kutoa ushuhuda kwa nyumba, ndio mtoto akaweza kusema mimi ndio nilikuwa na kikohozi, na kupitia hayo nashukuru Mungu ameweza kupona. Amen. Testimony ya tatu, nimekuwa mgonjwa karibu miaka 8. Nimekuwa na uvimbe katika tumbo yangu. Na kupitia maombi yenye tumefanya hapa, nimeweza kujihisi vyema. Nilikuwa siwezi kubeba kitu na upande huu, lakini sasa niko salama na mshukuru Mungu kwa hayo yote. Amen. Jamani, mnasemaje? Wapenzi katika Kristo na wasalimu wa mjambo. Kwa majina ni Enoch Onyancha. Ilikuwa kusudi langu niweze kuhudhuria siku zote za makambi haya. Ilipofika siku ya Sabato, last Sabbath, nikapata simu ya kwamba one of my cousins, she's admitted Bosongo Hospital. Ilipokuwa Sunday, sikuweza kuja. Sunday jioni, nikapata aka kijana kangu kidogo, kakiandika karatasi. I was curious. Nikamuuliza ni nini hiyo, akaniambia, pastor alituambia, kama uko na jambo la kuombea, unalinakiri chini, alafu saa ya maombi, unakuja nalo mbele linaombewa. So on Sunday nikapigiwa simu kwamba damu inahitajika pale. So I went nikadonate damu. Tulipokuja tukawa tunamuombea. On Thursday wakati tunaendelea na divine hour, kijana wake akanipigia simu. Sikuweza kupokea. Nikamwandikia text nikamwambia I'm in church. Lakini nashukuru Mungu kwamba akaniandikia text rev akaniambia mama amepona, she is been discharged. Tunashukuru Mungu. Thank you. Amen. Jamani, mnasemaje? God is good. Kwa majina naitwa Bonareli Maslin. Weka microphone vizuri. Kwa majina ni Bonareli Maslin. Niliomba na pastor on Monday. Brother yetu ameshinda, amepotelea Nairobi. Akaniombea, akaniambia atarudi na atatupigia simu hajaiongea. Tukikuja on Wednesday asubuhi, mama akanipigia simu 5:26. Amen. Bwana asifiwe. Mimi ni mshiriki wa hapa kwa muda kwa ajili ya kukaa kwa dadangu na bwanake ambaye ni Mkikuyu, ameolewa na Mkisii. Na mimi ni Mkikuyu, nilikuwa nimeolewa na Mkisii, nikapata mtoto na tukatengana, na kwa hivyo nikaingia hapa. Mimi ni mshiriki wa kanisa ya Pentecost Assemblies of God, lakini nimeshiriki na nyie kwa muda na sasa niko karibu kuondoka. Sasa ninashukuru kushiriki pamoja nanyi. Nimekula neno sawa sawa, ninashukuru. Na pia naweza kuwapa hadithi kidogo yangu kwa ajili mimi ni Mtanzania kidogo, na kwa vile kuna pasta anaishi huko Tanzania, sasa nataka kutukuza huko Tanzania. Mimi nimezaliwa mji wa Mbeya, Tanzania, ambapo mji mkuu ni Dar es Salaam. Nimesomea huko mpaka class 6. Ndipo tulikoma tukarudi huku Kenya. Sisi ni wa Kenya kamili, lakini kuzaliwa tumezaliwa kule watoto 7 na moja akazaliwa hapa Kenya. Kwa hivyo sisi ni watoto 8 ambao ni wa Kikuyu. Mimi nashukuru kukua hapa Kisii. Nimekaa miaka kama 30 bila kuingia hapa na nimeshiriki na nyie, ninashukuru. Bwana asifiwe. Amen. Mungu akubariki sana. Praise God. Praise God again. Mimi niko na testimony. Weka microphone vizuri. Mimi niko na testimony 2. It's now 5, I think it's 4 years.
where Pastor Mogoti alikuanga na crusade. Ilikuwa na something ilikuwa imegrow hapa kwa shingo. So I went for morning prayers, mahali alikuwa anaomba. And I felt that thing moving and instant healing. It was on Monday when I came to church here. So pastor akasema tuwekelee mikono zetu kwa roho zetu. So venye alikuwa anaomba, I felt the heartbeat inapiga very fast. Then tumbo ikaanza kuuma. So nikashangaa ndio nini. Venye nilienda home, I came the following day, nikaanza kutoa damu. Nimetoa damu for 4 days. Mimi silali bila dawa, antacids. Kila siku lazima nipando pikipiki nikuje town ninunue dawa za acids, wenye wanazijua wanaelewa venye zinaenda. But since that day I got healed and I thank God. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Kuna wimbo fulani mimi ninamuiga sana daktari kuimba, japokuwa mimi sio muimbaji. Hata mkisikia sauti yangu aga haina kanuni, haina formula. Huwa tu natoa maneno. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu. Kuna mama mmoja amesema yeye anajisikia hawezi kuongea mbele za watu. Nataka kutoa testimony yake. Kama uko hapa unyoosha mkono ninapotoa testimony yako. Yule dada aliyesema simama wakuone, ndio huyo, natoa testimony yake. Huyu dada amekuja kunieleza hapa ya kwamba mtoto wake, mbona kama anaanza kusahau tena. Mtoto wake alikuwa hawezi kula chakula. Sasa siku ile nilikuwa nafundisha namna ya kuombea watu. Yeye akaanza kuombea mtu, nadhani kuna mtu alimuona huko ana shida, tumbo yake ilikuwa imefula. Alipomuombea anarudi nyumbani, mtoto wake anaanza kula chakula. Na nyingine alikuwa nazo 2, nyingine nimesahau. Kwa sababu alikuwa ananiambia wakati nilikuwa nina usingizi. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa hiyo hata ambao nimeisahau. Lakini ukweli ni kwamba Mungu amefanya miujiza mikubwa sana. Kuna wengine hawakuweza kutoa testimony, lakini Mungu amewafanyia. Wengine walikuwa wananifuata huku nikiwa na yule mama anaitwa Teresa Charles. Yule mama ameshuhudia mambo mengi huko ofisini. Ameshuhudia watu wakifunguliwa, watu wakiponywa na Yesu. Yule mama nadhani ako na testimony nyingi sana. Unaweza ukakaa naye, ukashare naye. Ameshuhudia tukiombea watu wengine wanaanguka, wanaanza kutembea kama nyoka. Shetani alikuwa amefunga watu, lakini Yesu amewafungua. Sifa na utukufu virudi kwa Yesu wa mbinguni. Yeye ndiye amefanya mambo yote haya. Wala sio daktari Gejiko, wala sio msumali, wala sio magoti. Sifiwe sana. Leo nataka niombe makundi machache kabla hatujaenda nyumbani. Kabla sijaombea hayo makundi, niwape testimony. Mama mmoja alikuwa ni kiongozi wa kina mama wa kanisa letu. Yule mama alikuwa na shida ya tumbo. Tumbo lake lilikuwa linamtesa sana. Yule mama ametafuta njia nyingi sana apate kupona. Ameita wachungaji wengi wapate kumuombea. Hata mimi magoti aliniita yule mama. Tena alinitumia pesa. Nikapanda basi nikaenda nyumbani kwake kumuombea. Tulimuombea yule mama, tulimuombea, lakini yule mama hakuweza kupona. Siku moja yule mama
akiwa amekaa nyumbani kwake ametuni kwenye television. Kuna mtu mmoja kule kwetu anajiita mtu wa upako, anaitwa mzee wa upako, anajiita ni mzee wa upako. Akawa anaombea watu kwenye television, na watu wanatoa testimonies ya kwamba wamepona. Na yule mama akasema, kama wale watu wote wa kanisa wameniombea sijapona, acha niende kwa huyo mtu wa upako. Sasa yule mtu wa upako yeye anaomba kutegemea pesa uko nayo. Yaani ukitoa 5K unapona hapo hapo. Ukitoa 2K unapona after 2 hours. Sasa wewe Mama Joyce Onsari ambaye unaenda na 5 bob utapona after 2 weeks. Yaani yeye anointing yake inategemea ile pesa unatoa. Yule mama akaenda na 10K. Akapanga line ya watu wa 10K. Sasa yule mtu akaanza hivi, anakwambia nikiwa nafanya pokea, na wewe unapokea. Unapokea hivi. Akaanza aparakachalalalalalala chakajaya watermelon pokea. Akisema pokea na watu wanafanya hivi. Tena anaanza hapa la vero pokea. Na yale watu wanapokea hivi, wanapokea. Na yule mama alikuwa kwenye laini ya kupokea. Yule mama alipotoka pale akasikia tumbo yake imepona. Akarudi nyumbani. Akaanza kumwambia mume wake ambaye alikuwa ni elder, umeona kanisa la Sabato halina miracles. Mimi kuanzia leo siendi Sabato. Unaona nimepona, tumbo ilikuwa inanitesa. Nimepona mume wangu. Hey. Kumbe wale watu wana njia zao. Ilipofika saa 7 za usiku, si waga wanapulizia dawa, ile dawa ikaishiwa nguvu. Tumbo ilimuuma yule mama 7 times. Mama akaanza kulia tumbo. Mama akalia. Mama analia, tumbo inauma. Wakambeba wakampeleka hospital. Kufika hospital, madaktari wakajaribu kumpea dawa za kutoa maumivu. Kila dawa wanayompa haishiki. Tumbo inauma. Msichana wake akanipigia simu. Akaniambia, pastor, mama anakufa. Mama yuko hospital. Ameshapewa dawa zote unazojua zote. Wameshaangalia tumbo yake, hakuna tatizo. Lakini mama analia. Pastor, ilikuwa ni asubuhi sana, kwenye saa 10 alfajiri. Nikaamka, nikachukua bodaboda. Nikaambia bodaboda, naomba niwaambie watu mnaopanda bodaboda, usimwambie bodaboda uko na haraka. Mimi Pastor Gechiko nilimwambia bodaboda nina haraka. Akaniambia, pastor, shikilia vizuri. Bodaboda ilipeleka, tulitembea kidogo, tulianguka. Niliumia sana. Lakini baadaye tukaendelea na safari na mtu wa bodaboda. Tukafika hospital. Tumefika hospital, nikakuta watoto wako pale wamekuwa hopeless. Mme wake ni elder, yuko hopeless, wamechoka. Wakaniambia, pastor, hata hatujui ni nini. Mama analia hadi amechoka kulia. Yaani hadi amechoka kulia. Wamemfunga. Mama analia kwa sababu akimwacha anapiga kelele kweli kweli. Nikasema tumuombee. Nilipoweka mkono kwenye kichwa chake, nikasema, Baba, katika jina la Yesu. Yule mama akasema, sitoki.
sitoki. Nikasema mbona ni virecha? Tukaanza kemea mapepo, tukasema mapepo toka. Yakasema hatutoki. Mapepo toka, hatutoki. Tukaomba toka. Na mimi wakati huo nimeanguka na bodaboda, nasikia maumivu kwenye mkono. Lakini sisi wachungaji ne mtuombee sana. Nasikia maumivu huku na mimi naomba pepo toka. Na pepo alitaki kutoka na mimi uchungu unaendelea. Kidogo niseme sasa, Yesu niponye mimi kwanza. Basi tukaomba, nikayambia tokeni na mrudi huko huko mlikokuwa. Yakasema wewe magoti, wewe magoti, wewe magoti. Sisi huko haturudi tena. Haturudi huko. Wakati kiongozi wetu, mapepo yanaongea, wakati kiongozi anasema pokea, alitupokea. Na sisi tumeona hapa ni best place for resting. Tukasema toka. Yalitoka mapepo zaidi ya 400. Yalipomtoka yule mama akawa sawa sawa. Ndipo sasa akaanza kutusimulia. Alienda kwenye hizo makanisa za kiroho. From that day yule mama alibadilika kabisa. Naomba niwaambie watu wa Mungu, hao watu ambao mnaona wanatangaza hao, kama kweli wako na nguvu za kuponya, kwa nini hawaendi hospital kuombea wagonjwa? Hospital wamelala wagonjwa. Watu wana kansa, watu wana diabetes. Kwa nini hawaendi kunyoosha mikono wagonjwa wapone? Ongeza akili kichwani. Baki kanisa la Bwana. Mungu atubariki sana. Mwisho wa sermon ya kufungia makambi. Nataka niombee wajane. Kama we ni mjane, songa hapa mbele. Kama we ni mjane, kama we ni mtoto yatima, wajane na watoto yatima, au watoto ambao wamepoteza baba, wajane, watoto yatima, na wale watoto ambao wamepoteza baba wamebaki na mama, na wale ambao wamepoteza mama wamebaki na baba. Songeni hapa mbele tuombe. Kumtegemea Mwokozi. Sogea tu hapa. Songa tu wajane, angalia pande hii ya kwangu. Nina raha moyoni, Yesu ye na mwamini. Umempoteza baba, umempoteza mama, umempoteza mme wako, umempoteza mke wako. Songea tu hapa tuombe. Nataka niwafanyie ombi la kipekee. Ahadi zake kweli, kumtegemea Mwokozi. Sogea. Nataka niwaombe. Nyendo mtakuwa kundi langu la mwisho la kuwaombea kwenye makambi haya. Yesu, Yesu, Yesu na mwamini, nimemwona thabiti. Yesu, Yesu yu thamani, ahadi zake kweli, kumtegemea Mwokozi. Nitaomba Elders, simameni hapa kwangu, sijui wapi. Nataka tuwanyoshe mikono watu hawa. Wachungaji, Elders, au mnaweza tu kusimama popote. Simama popote.
Nataka tuombee kundi hili. Ninyi ambao mmekaa huko, naomba sana mnapokuwa mmekaa muwaombee watu hawa. Ombeni wajane walioachwa na wapenzi wao. Ombeni wanaume ambao wameachwa na wake zao. Ombeni watoto ambao wameachwa na wazazi. Baba au mama amelala. Nataka niwatie moyo masaa haya ya kwamba bado yuko Mungu kwenye maisha yenu. Najua kuna wajane wengine ambao wana face challenge kubwa. Wamebaki na mzigo wa watoto. Najua kuna wajane wengine watoto wao wamekuwa kichwa ngumu. Natamani niwatie moyo masaa haya. Bado yuko Yesu kwenye maisha yenu. Wapenzi wenu wamelala, lakini Yesu hajalala. Baba yako au mama yako amelala, lakini Yesu bado hajalala. Kwenye makambi haya tunawaombea. Bwana awape faraja kubwa kwenye roho zenu. Mungu awatengenezee amani. Mungu afariji familia zenu. Watoto wako Bwana awashikilie. Hata kama kuna vijana wako wamekuwa ni walevi, wamelikataa kanisa la Bwana, kupitia maombi ya leo Mungu akawaguse vijana wako warudi kwenye kanisa la Bwana. Watoto yatima mlioko hapa, yawezekana unatamani msaada wa kusoma, lakini mzazi wako yule wa kukusaidia hayupo. Tunaomba kwa Yesu anyanyue mtu atakaye kuwa mzazi wako. Anyanyue mtu atakaye kushikilia kwenye masomo yako. Mahali fulani Biblia inatuandikia kuhusu Mariamu. Mariamu alipopata mimba ya kumzaa Yesu, watu wa kwao hawakumsema vizuri. Watu wa kwao walimuona kama mwanamke asiyefaa. Hawakujua ya kwamba Mariamu amembeba Yesu. Kuna watu wanaweza wasijue njozi ulioibeba kwenye maisha yako. Kwa sababu baba yako amelala leo, mama yako amelala, wasitokee watu wa kukusaidia. Hata wale ambao baba yako alikuwa anawasaidia kitambo, leo nao pia wamepotea, hawaonekani. Mariamu alikimbia, akaenda kwa mwanamke anaitwa Elizabeth. Elizabeth alimpokea Mariamu. Ndipo Mariamu akaongea maneno haya akasema, Bwana ameona unyonge wangu. Mungu akaone unyonge wako jioni ya leo. Mariamu akasema, Mungu huyu ameniondolea aibu niliyokuwa nayo. Na kuombea mjane uliyeko hapa, na kuombea baba uliyepoteza mke wako, na kuombea kijana uliyepoteza wazazi wako. Bwana akaone unyonge wako. Mungu akaone unyonge wako, akakupe faraja isiyo ya kawaida. Mimi Japhet Magoti, wachungaji pamoja na elders, tunaenda kuwaombea sasa. Tunaenda kuwaombea. Elders watanyosha mikono kuelekea kwenu, wakiwa wanaomba maombi ya kimya kimya, nami nitaomba. Na nyie mliokaa ukombeni watu hawa, mnaweza msijue challenge wanayofesi hawa watu. Mnaweza msijue uzuni walionayo hawa watu. Mnaweza msijue upweke walionao, loneliness, upweke wanaopitia. Mnaweza msijue uchungu walionao kwenye roho zao. Hebu tuwaombee. Tuombe sasa. Baba na Mungu wetu wa mbinguni,
mfalume wa wafalume. Wazee wa kanisa wakiwa wamenyosha mikono kuelekea watu hawa waliopoteza wapenzi wao, waliopoteza wazazi, waliopoteza mama, waliopoteza baba, waliopoteza mme, waliopoteza mke. Tunawaleta mikononi mwako. Mungu wangu, wewe una maneno mengi juu ya watu kama hawa. Kwanza, wewe ni Mungu wa yatima. Naomba kila yatima aliyeko hapa, Baba, ukawe Mungu wake. Wewe ni baba wa wajane, ni mme wa wajane pia. Naomba Baba ukawakumbatie wajane wote walioko hapa. Wewe ni Mungu kwa wote wenye mwili. Ninaomba Kristo, machozi walioyatoa hawa watu kwa miaka mingi, naomba leo ukawafute, ukawafungulie njia. Kuna mama yuko hapa, mme alimwachia watoto, lakini watoto tayari wameanza kuwa kichwa ngumu. Huyu mama analia yeye mwenyewe. She is crying alone. Naomba Yesu uwaguse watoto wake. Naomba ukawaguse watoto wake. Kuna mama yuko hapa, mme wake alipokufa, ndugu wa mwanaume wamevamia mali zote, wamevamia hata shamba. Mama analia mwenyewe. Yesu ingilia kati. Yesu ingilia kati. Yesu ingilia kati. Yesu nakuomba Jehova, tazama huzuni ya yule mama. Ingilia kati. Hana msaada sehemu yoyote. Msaada wake umebaki kwako. Hana msaada sehemu yoyote. Tumaini lake limebaki kwako. Kuna watu wengine wanamsema vibaya, wengine wanamtukana, wengine wanamdharau, hata kuna wengine wanasema aliua mume wake. Msaidie huyu mama. Msaidie huyu mama. Mpe nguvu isiyo kawaida. Huyu mjane mpe nguvu, Baba. Kama kuna mjane ambaye mgonjwa, Baba, kupitia jina la Yesu naomba mponye sasa. Baba, mponye mjane huyo. Mponye mjane huyo. Mponye mjane huyo kwa utukufu wa jina lako. Msaidie mjane huyo alishe watoto wake. Mfungulie njia apate school fees za watoto wake. Mfungulie njia Baba. Msaidie kwa njia ya kipekee. Watoto yatima, Baba, kuwa pamoja nao. Kuna watoto waliobaki na baba mmoja na mama mmoja, wamebaki na only single parent. Naomba Baba ukawashikilie. Wanapotafuta mama yao, Yesu uonekane kwa haraka. Wanapomtafuta baba yao, Yesu kuomba pata kuonekana kwa haraka. Wakikuita Yesu, si Jehova ninayekutumikia Baba, wakikuita kwenye maombi watoto hawa, usichelewe kuwajibu. Naomba uwajibu kwa haraka. Wape akili darasani, wakafaulu kwa ushindi kubwa, kama yule mtoto Abigaili ambaye tulimuombea siku ya jana, akawakilisha watoto wote. Baba, wanyanyue watoto hawa, wanyanyue watoto hawa, wanyanyue watoto hawa, wape uwezo mkubwa darasani, wakawe namba 1. Wakimaliza college wape kazi. Wape kazi Mungu wangu. Wakitaka kufanya biashara, wape mtaji wa biashara. Baba, tengeneza umoja kwenye familia yao. Wawe na umoja, wapendane, wasikilizane, waheshimiane. Baba, nakuomba kwa jina Yesu. Kuna wanaume waliopoteza wake zao. Elida Enoki
akiwakilisha wanaume wengine waliopoteza wake zao. Naomba Yesu uwe pamoja nao. Naomba Yesu uwashike kwa mkono wako. Wanapotafuta wake zao, malaika zako wapate kuonekana. Kama wake zao walikuwa ni washauri wao wakubwa, Yesu naomba ukawashauri hata kwa njia ya ndoto. Naomba uwashauri hata kwa njia ya ndoto. Baba, naomba uwashikilie kwa namna ya kipekee. Wasikae katika upweke. Yesu, watawale wewe mwenyewe. Uwafute machozi. Wasilie tena. Wasilie tena. Wasaidie watu waliofiwa na wazazi. Wafariji Baba. Kuwa msaada wao. Kuwa baraka yao. Kuwa furaha yao. Kwenye kambi hili ukawafungulie baraka zote. Kama ulivyosema kwenye kitabu cha Genesis chapter 25 verse 11. Alipokufa Ibrahimu, ulimbariki Isaka. Naomba sasa ukawabariki. Watu wa Mungu, barikiweni sasa. Mikono ya wazee inawabariki. Nami nawabariki sasa. Pastors wanawabariki. Pokeeni baraka za Bwana. Bwana awabariki. Bwana akabariki. Awabariki mnapoingia. Awabariki mnapotoka. Abariki watoto wenu. Abariki kizazi chenu. Abariki biashara zenu. Abariki kazi zenu. Abariki maisha yenu. Baba awabariki. Baba awabariki. Mungu awabariki. Mimi na L.E tunatangaza baraka katika jina la Yesu. Mkabarikiwe. 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 Asante Yesu. Ndivyo tunavyowaombea kupitia kwa jina la Yesu Kristo, Bwana na ndiye mkombozi wetu. Amen. Mwende mmebarikiwa.